Wangapi wako tayari kukomboa nchi yao, Hebu weka sasa, tukisema harambee, muonyeshe kidole. Kanaitwaje yako kamtu kamurudhi ajue kabisa hapa watu wameama, hakuna kitu inaitwa UDA ama namna gani? Harambee! Hebu weka kidole wajue ni one term. Nimejua kweli ni one term nilipoona Kanini Kega akienda kwa Rigiji, nikajua huko ni one term. Kwa hivyo watu wa Kieni, kwa sababu usiku umeingia, tumeungana kama United Alternative Government, serikali bandala. Nyinyi mnatupatia Rigiji vile tulikuwa tukimshikilia, tuzunguke Kenya na yeye tufukuze Kasongo. Unajua huyu bwana haogopi. Mimi kumbukeni ni yule wa Kibaki. Silikuwa makamu wa Kibaki, tulimchunga Kibaki. Mnataka nimchunge Rigiji? Mnataka nishike Rigiji vile nilishika Kibaki? Wangapi ansema tufanye hivyo? Na tuna sababu. Basi nimalize, wenzangu waongee. Huyu Kasongo ameharibu nchi, ameharibu kisomo, ameharibu matibabu, ameleta hata polisi, ujui polisi na guni ni nani. Na sisi tumeamua lazima turegeshe Kenya kwa mtindo ambao katiba Kibaki alituachia, katiba 2010, kwa kusimamia mamlaka ya wananchi wote kwa njia ya kikatiba. Wangapi wanasema turudi kwa katiba yetu? Huyo ni urithi kamili aliotuachia mzee Kibaki. Na mimi nilikuwa mtu wa kumsaidia mzee huyo, na ndio nikaamua hapa kwa Rigiji, vile mlishikilia Kibaki, mshikilie Rigathi wa Gachagua. Si mtafanya hivyo? Na sisi tutawashika. Murega Ntaito, Murega Renge, Onakadhira Kara. Tuoyumwe, sema tuoyumwe. Harambee! Mwaseo ingi. Nyinyi unajua ni kuso na ni wadhoni. Kwa hivyo tuko na watu wengi hapa, mtaonyeshwa. Huyu mnamuona huyu kijana wakili Njiro, haogopi. Huyu ni wakili wa Gachagua, atawaonyesheni. Yaani amewashika mahali watu wamesoma kama wakili Njiro. Ile timu ya Wiper tumeshikilia Gachagua kwa vyovyote. Walitoa kumweka aibu, na sio Gachagua walikuwa wanaweka aibu, ni jamii ya Mlima Kenya yote. Kwa hivyo timu ya Wiper ikiongozwa na Mheshimiwa Robert Mbui wako hapa. Senator Maanzo ukiwa senator kule. Hapa kuna hata spika wa bunge, kuna mbunge wa kutoka Kilome Makueni. Kuna timu nzima ambao walisema lazima washikilie mambo ya mlima kupitia ndugu yetu Rigathi Gachagua. Kwa hivyo mimi nawashukuruni sana. Leo ni wakati wa kukomboa nchi yetu, na tunajua hapa ni kusikiliza ground. Ni kweli? Mumesikiliza ground kweli? Mutashikilia? Harambee! Thank you. Tuko na our cousin kutoka Mlembe Nation, ndugu ya kijana wa Wamalwa ambaye walitembea na Mwai Kibaki, the Honorable Eugene Wamalwa. Kiawara hoye! Nyeri hoye! Hapa mnasemaje? Muraugatia. Ateke. Hebu nione one time. Ay. Ainuke kadaka ainuke. Mumeamua aende. Sisi tumeanza safari. Tumeanza kule Kisii kwa kina Dr. Fred Matiang'i. Tumetoka Kisii hadi Kiawara. Tumetoka Nyamira hadi Nyeri. Umetukaribisha. Muko tayari tudhie rugendo? Ile rugendo ya Kibaki na Wamalwa
walitembea pamoja, mnakumbuka? Na huyu Kalonzo, mnakumbuka? Hiyo ndio safari tumeanza na ndugu yetu Rigiji. Na hii safari tumetembea ile barabara Kibaki mzee alituita Nakuru wakiwa na kina Wamalwa, tukapita Nyahururu, tukaingia hapa Nyeri. Tukampeleka mzee hadi kwake kule Odhaya. Mnakumbuka? Muko tayari hii safari iendelee siendelee? Huyu Kalonzo alisimama na Kibaki akiwa makamu wake wa pili. Mnakumbuka? Mimi nimeleta salamu kutoka Ingo. Wamalwa kijana ndiye alikuwa makamu wa Kibaki wa kwanza. Mnakumbuka? Tuko hapa kuwauliza, huu rafiki mnakubali uendelee usiendelee? Mtatupa huyu kiongozi shujaa Rigiji tuende tembee na yeye? Walitaka kumbandua eti yeye ni mkabila, ati anatetea ninyi watu wa Nyeri na watu wa mlima sana, na wakaambiwa ati lazima wataguza mlima, mupende msipende. Wakamtoa ati yeye mtu wa shares. Hivi leo ukisikia kule Migori wenzetu wa ODM waliotumika na Ruto kumubandua huyu Gachagua, sasa wana demand shares 50% ya serikali yake. Huo ni unafiki si unafiki? Huyu Rigiji hakuna makosa alifanya, alibandikiwa mambo na wakatumika kumtoa ili waingie wachukue share yake ya 50%. So leo tumewaambia their days are numbered. Hata wakichukua hizo shares ni miezi michache imebaki. Sisi tumeungana, mukiona DCP ya Gachagua iko hapa, DAPK ya Wamalwa iko hapa, tuko na Wiper ya Kalonzo iko hapa, tuko na Jubilee Matiang'i wako hapa, tuko na DP ile ilikuwa ya Kibaki yenyewe tukiwa na nani yako hapa. Tumeamua tuende pamoja na PLP ya Karua. Mnakubali tutembee pamoja? Tupeleke Kasongo nyumbani one time? Sababu ameshindwa na kazi, ako anauza nchi yenu. Hata sasa ameuza passport kwa wale mamluki wa Sudan. Sababu ya dhahabu ya kule Sudan, Darfur, Blood Diamonds ya DRC, ako anauza nchi yenu. Amefungua mpaka na kule Somalia. ID za wa Kenya zinapeanwa kwa watu wasio wa Kenya. Ameuza nchi hajauza? Ameuza mashirika yote ya serikali. Hata JKIA alikuwa anauza. Alikuwa anauza stima yenu hii ya Ketraco. Tukaenda kule kotini na huyo wakili Ndegwa Njiru tukamsimamisha. Hivi leo ako anauza ile, mnajua huku mnatumia M-Pesa. Si wanabiashara mnatumia M-Pesa. Haki ya Mungu hata M-Pesa yenu anataka kuuza sasa. Tumesema tarehe 12 tunarudi kotini na huyu kiongozi wetu ili tusimamishe the sale of Safaricom. Mtatuunga mkono? Mwisho, sisi kwetu tumeamua huyu jamani one time. Ameharibu elimu, ameharibu afya, sasa uchumi umeharibika, lakini anataka kutumia pesa kununua vijana wenu. Ati analeta nyota hapa Nyeri, anunue vijana, kitu inaitwa nyota. Umesikia? Nyota sio pesa za Ruto. Hizo ni pesa za Wakenya, mkopo kutoka benki kuu ya dunia. Tuko pamoja? Akileta hizo pesa Nyeri, vijana mchukue, mkule, ni pesa zenu. Sawa sawa? Lakini mkichukua hizo pesa pia mchukue kura. Mwezi huu wa 3, si leo ni March, wanaanza mass voter registration. Tunataka tusikie Nyeri hii majenzi wote wamechukua kura. Ndio mtakuwa mmepea huyu Gachagua nguvu. Tushikane twende tumbandue Ruto 1. Lakini hata akuje na jua na hiyo nyota, Ruto bado ni 1. Hata akuje na jua, Ruto bado ni 1. Hata akuje na mwezi, Ruto bado ni 1. Ainuke kataka ainuke. Mumeamua aende asiende? Kumbe Nyeri ni mbaya bana. Semeni mbaya. Semeni mbaya. Asante, Mungu awabariki. Asante. Tuko na ndugu yetu kutoka hapa Embu, kiongozi wetu hapa Mlimani, former Attorney General and Speaker of the National Assembly, the Honorable Justin Bidan Moturi. Arambe! Kiawara. Chiro na mwatu iletene. Nemo viru. Tuatale leo tariki 10 mwezi wa kanana mwaka uroka. Mono tomo inokie. Tomo ingate.
ye mutio twaturaga nake twena mheshimiwa Rigiji ni moyo uguo aiga ta Rigiji urocio ki wale wako iga tole gitinie na nyiga cia ndo akuga atiriri nie ndikuruta wira wa gwitikira ciana ciuraguo ciana nyito migwate aciari maratinde makirira makioria ciana ciao ciko alafu ati wa murio guo ri ati wewe mukegu wa murio guo ri ugatweka we incompetent hii mtu mjinga ama na mtu mjinga ana shida kama sisi ati anasema Rigiji na sisi ati sisi hatuna akili anatuambia ati anataka kutupeleka Singapore. Alituahidi kwamba atajenga factories za value addition ndio vijana wetu wapate kazi hapa nyumbani. Amejenga factory hata moja? Badala yake anatuambia vijana waende ng'ambo kule Russia wakauawe, na wakiuawa yeye ndiye analipwa pesa. Wazazi wanauliza mpaka sasa wanalia, wanauliza watoto wetu ulikosa kuwapatia kazi hapa nyumbani, ukawapatia kazi kule ng'ambo. Ng'ambo sasa ni kuuawa na uawa, kwa sababu wanapelekwa kwa vita ambao hawajui ni ya nani. Hawajakuwa trend kupamba wa vita. Vijana wametoka hapa kufika kule, sasa pia kule kumeingia vita ingine. Wazazi wanauliza watoto wetu wale wako hapa Middle East watarudi wakiwa hai ama pia tutaletewa masanduku. Huyu mtu aende nyumbani asiende? Sisi mimi ile kitu nataka kuwaomba jameni, watu wetu wa hapa Kiawara na Kieni West, vile nimesikia ndugu yangu Rigiji akisema tafadhalini mumulike. Mimi nakumbuka 2022 tulikuja na Rigiji mwenyewe hapa, tukatafutia yule tukaombea huyu mzee kura hapa, si ni kweli? Lakini mzee ndiye huyu ametuuza, si ndiye huyu ametuuza? Nilikuwa natembea siku hizo huku, mimi nashangaa. Unajua nilikuwa najua na hii mtu anaitwa Kanini Kega. Nilikuwa najuana na yeye. Lakini tulikuja hapa kwa sababu tulikuwa tumeingia kwa hiyo chama hiyo ya Kasongo. Tukanyorosha hii Kanini Kega mpaka mwishowe mkakubaliana na sisi. Kumbe mlitupa yule mtu alikuwa anafanya kazi. Ndio mimi nasema tafadhalini, hata tukisema Ruto ni one term, hata huyo mzee